Nimekuja sawa kutokana na sintofahamu iliyotokea jana. Sisi ni mashabiki wa mpira. Na shabiki wa mpira siku zote sawa anaweza akawa negative, anaweza akawa positive, anaweza akawa vuguvugu, anaweza akawa moto au akawa baridi kabisa. Sasa Simba tujazoea maisha tunayopitia msimu. Tabu hatujazoea, especially katika mashindano ya kimataifa. Ligi ya ndani it's okay, lakini sio kimataifa. Kimataifa sisi ndio ilikuwa kichaka chetu. Lakini mwisho wa siku msimu huu misimu 7 nadhani sasa hivi mfululizo tunaingia makundi, tumezoea tunafuzu. Bila shaka yoyote hata itokee sintofahamu aina gani lazima tufuzu. Lakini msimu huu ngoma imeshindikana. Mechi na Experience di Tunis tumeianza vizuri dakika 45 za kwanza, tumepata goli 2, lakini mwisho wa siku jamaa amerudi amefanya comeback na bado kidogo tu tufungwe. Ile hali ilitustua. Sawa, tukawa hatujui sasa tushike wapi, mchawi nani? Umeelewa bwana? Ndio ikabidi katika speculation zetu tukaja tukaupata ufafanuzi huu ambao tuloupata, ambao jana tukafikia mwafaka kwamba tumekutana na upande huu, sasa tukutane na upande huu. Huu upande wa pili uko mgumu sana kupatikana. Sawa, kwa hiyo sisi tukachukua maamuzi jana kutokana tulipata maelezo ya upande mmoja. Lakini jana ile baada ile sintofahamu kutokea, sawa na mwenyekiti wa bodi kutoa ile taarifa kwa umma, umeelewa bwana? Sasa pale ndio ikabidi sasa hata na wao wasuke watoe tena, watafute na watupe taarifa zilizokuwa rasmi. Sasa mimi kama mshabiki wa Simba na mwanachama wa Simba siko lazima kuiona Simba inafanya nini, inapasuka katikati. Sasa Simba inatakiwa irudi, tuwe kitu kimoja, tuwe na nguvu moja. Yaliyopita Sundere, sawa, kuna ligi inaendelea, kuna mashindano mengine yanafanya nini, yanaendelea. Sasa ili turudishe Simba yetu lazima turudi katika mstari uliofanya nini, ulionyoka. Kwa hiyo kikubwa tunaomba radhi kwa kile kilichotokea jana. Sawa, ni jazba zilizotuzonga kutokana na aina ya matokeo tuliyopata kwa msimu huu na maendeleo ya timu yetu, na kutokana na maelezo tuliyopata kutoka upande mmoja, upande wa pili tulikuwa tujafanya hatujaupata. Kwa hiyo tunaomba radhi kwa kile kilichotokea jana, na tuko pamoja na mwekezaji wetu. Sisi kama mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba na mainfluencer ambao tuna watu nyuma yetu. Kwa hiyo tunamwomba radhi mwekezaji wetu, tuko naye pamoja bado. Ambao ni wasaliti wanaihujumu Simba yetu. Na wataja kuna daktari anajiita daktari wa mchongo. Kuna JB 64. Kuna Mnandi na baadhi ya wengine. Yani hata nasikia aibu kuwataja. Nasikia aibu. Wasaliti wakubwa wa Simba. Sasa mimi leo naweka kila kitu wazi. Leta baba. Na kama jipu na nilipua. Mimi niliungwa kwenye grupu ya Simba Influencers Real. Nisikilizeni wa Tanzania na shabiki wa Simba duniani kote. Huo ndio ukweli. Na leo naweka wazi, mwenyekiti, naweka wazi. Mwaga baba, mwaga. Nilivyojiungwa kwenye grupu ya Simba Influencers, nikaenda kwenye group information. Nione je, kuna watu wangapi ambao wako kwenye hiyo grupu. Nikaona kuna wengine ni machawa kwenye grupu. Nani Dr. Mo? Nani huu Dr. Mo? Huu nani? Kwa nini? Taarifa kwa umma kwa Simba kwenye page ya Simba uliona inasemaje jana? Walilani vikali. Kwa nini walaaniwa kama goli hapo sahihi wale? Kwa nini page ya Simba itoe laana iseme hawa tunawalaani na tunataka wakamatwe mara moja? Wanted. Nisikilize, yoyote anachezea Simba ni wanted. Hautakiwi kutetea Simba kwa maslahi yako wewe, tetea nembo ya Simba. Kama kwa unataka kuitetea Simba, lazima ukubali shida ya Simba ni viongozi, sio kumwandama mtu mmoja. Kwa hapo jana tumeshuhudia press 2. Wote ni wanted sasa. Nisikilize. Ukiwasikiliza wale wa pili. Ndio wako kuna hoja itaniongea hapo hujanielewa. Wale wa pili wanamtetea Mo. Hawa kwanza wanamtetea Mangungu. Ndio maana nilikwambia ngoja nivae viatu vya Mo. Labda utanielewa. Mimi labda ni Mo. Si ndio? Mo kazi yangu mimi ni kutoa hela na kulipa wachezaji mishahara.
Tulishamshuhudia Mo misimu minne anayokota Simba chini. Haina chochote. Simba inaenda kuchukua ubingwa wa ligi 10 misimu mingapi mfululizo? Tunaona Simba kwa miaka 36 haijawahi kuingia robo finali, tunaona Simba inaingia robo finali. Uongo kweli? Akiwa nani kiongozi Mo? Kuna kitu nyinyi mkielewi. Nisikilize Mo, Mangungu hayupo hapo. Kipindi hiko Mangungu hayupo, Simba inachukua ubingwa misimu minne mfululizo Mavara. Mavara, hebu nisikilize mimi. Kipindi Simba inachukua ubingwa misimu minne mfululizo, Mangungu hayupo. Kuna mtu anaitwa Nspopu. Kwa nini Simba inachukua ubingwa? Mo anaweza kaja kusema mimi kipindi naweka hela Simba inachukua ubingwa, usimamizi ulikuwepo, Nspopu anasimamia hela zangu, timu inachukua ubingwa. Uongo kweli? Kipindi utarauke na Mangungu hapo natoa hela hazifanyi kazi, wachezaji wanasajiliwa, lakini timu inachukua ubingwa anapata hasara, anakosea? Ngegwene anakosea. Yuko sawa. Wao unashangaa timu akisema anapata hasara, na kweli anatoa hela zake, wachezaji wanasajiliwa, timu haifanikiwi. Hela zinaenda wapi? Kwa nini nisikize? Kwa nini asiseme anapata hasara? Maana yake nisikize, maana yake kutoa hela kusajili wachezaji, timu ipata nini? Mafanikio. Timu haifanikiwi, kwa nini asiseme anapata hasara? Mbona hizi Nspopo kwa sema inapata hasara? Kwa sababu timu inapata nini? Mafanikio. Kosa kubwa la Mo mswali jua labda. Watu wengi walijiko salamo. Kosa la Mo ni nini? Kosa kubwa la Mo kumweka mwenyekiti kutoka upande wa wanachama, upande wake yeye. Basi hilo ndio kosa kubwa, kumweka mwenyekiti kutoka upande wa wanachama upande wake yeye. Alitakiwa mwenyekiti upande wake yeye awe Babla Gonza. Yule Babla umemwona ndio mwenyekiti, kwa sababu natoa fact ya msingi. Tulishamshuhudia baba akiwa CEO wa Simba na timu ilikuwa inafuatiliwa na inafanya vizuri. Kwa nini? Huyu baba ana uchungu na hela za kaka yake. Na kupeni mfano hai wa Yanga. Mfano hayu